kuomba. Mungu Baba yetu, Mungu mtukufu, liinuliwe jina lako kuu, kwa kuwa uko mwema, umeendelea kuwa mlinzi wa maisha yetu. Jina lako lipewe sifa. Asante kwa kuwa umetuteua ili tusimame hapa na tunenee wana wako. Tunakusihi utujaze nguvu za Roho Mtakatifu. Maneno yote ambayo tutayanena hapa uyanene unapokuwa huko juu mbinguni, na sisi tuyaseme tunapokuwa hapa mbele ya wana wako. Yanapofika ndani ya roho zao sipite bure, lakini iwe nguzo ya kuwafikisha juu kwako mbinguni. Napokuja hapa karibuni tuweze kurithi ufalme wako. Uwe kiongozi wetu mwanzo hadi mwisho, katika jina la Yesu, amen. Baraka katika majaribu. Lakini kabla tuweze kuendelea, kati kwaya hii inapokuwa imeimba, ninawashukuru kwa sababu yule ambaye amechukua role ya kuwa mlemavu alikuwa shemasi, na alijua ya kwamba siku ya leo tunakuwa na siku kuu ambayo ni ya walemavu, na nimeona watu kweli wanakuwa na huruma sana. Mungu aweze kuwabariki. Mtu ambaye anaishi na hana huruma anakuwa na moyo kama wa nini? Kama wanyama. Lakini nawashukuru washiriki wote wa kanisa hili, sababu hata kama mmejua haiko mlemavu, mumeona tu yule ambaye amekamata na mumetoa hizo sadaka. Kwa hiyo ndugu yangu shemasi, sadaka hizo zihesabie vizuri, alafu zibebee trezorier, na tunapofanya michango wataweza kukutolea resi kwa ajili ya sadaka hizo. Na Mungu akubariki. Mungu akubariki ndugu yangu. Asante sana. Nawaza amesikia na ataweza kufanya hivyo. Haleluya. Haleluya. Asante. Baraka katika majaribu. Kupata nuru katika giza. Je, inawezekana kupata baraka katika majaribu? Inawezekana kupata baraka katika majaribu? Ndiyo. Napochukua mfano wa Joseph, wakati alikuwa anaishi na ndugu zake, aliweza kupata majaribu mengi, akaweza kuchukiliwa na ndugu zake, wakaweza hata kumuuza. Na wengi tumeona namna watumwa walikuwa wanawatrete, lakini sababu Mungu amekuwa na mpango na Joseph, hakuweza kupata majaribu kama wengine, lakini aliweza kuuzishwa kwa kiongozi mkuu huko Misri. Na sababu lengo ambalo Mungu alikuwa amemuwazia haikuwa kukuwa mtumwa, alipofika hapo pia aliweza kupata majaribu, akaweza kufungwa kwa siku nyingi, na kupitia majaribu yake Mungu aliweza kumuinua kutoka ndani ya giza na kuelekea ndani ya nuru. Ndio maana tunaposikia mada kuu hii, kupata nuru katika giza, hiyo kweli inawezekana. Na katika utangulizi wa fundisho leo tunasherehekea siku muhimu sana. Japokuwa siku kuu, kunakuwa siku kuu ya wajia, na tunaona namna wanasherekea, tunaona namna wanafanya madefile, kunakuwa siku ya Mifen na siku nyingine, na sasa leo ni siku kuu ya wale watu ambao wanaishi na ulemavu ulimwenguni. Mara nyingi ulimwengu watazama watu wenye ulemavu au mahitaji maalum kwa jicho la huruma, na wengi wanawaona kama watu wenye upungufu. Ni kweli kama hivi kwaya imetoka kutuimbia, wakati ndugu ameweza kujitransforme, lakini unakuwa na kipaji kizuri kabisa. Na mtu angefika hapa ni mgeni, hajawahi kukuona, angejua ya kwamba tu ni mlemavu. Barikiwe kabisa. Na sasa mara nyingi ulimwengu watazama watu wenye ulemavu ama mahitaji maalum kwa jicho la huruma, na wengi wanawaona kama watu wenye upungufu. Lakini niliwaambia kwamba neno la Mungu linatufundisha utofauti.
kama George Matheson. Huyu ni mlemavu na ni yeye ambaye ameandika fundisho hili ambalo nalifundisha hapa. Alivyosema, mwiba si adhabu bali ni shule ya kiroho. Mwiba si nini? Si adhabu, lakini ni shule ya kiroho. Na mwiba ni ule ulemavu wowote ule ambao unapasha kutupata. Ulemavu wa macho, viziwi ambao hawasikie, vipofu ambao hawaone na mengine yale yote. Wanasema ya kwamba mwiba si adhabu bali ni shule ya kiroho. Tunapozungumzia baraka katika majaribu, hatusemi kuwa maumivu ni mazuri, bali tunasema kuwa Mungu ni mkuu kuliko maumivu yetu. Haleluya! Mungu ni mkuu kuliko nini? Kuliko maumivu yetu. Kwa maana ndugu na dada ambao tumeshirikia leo katika kanisa hili, japokuwa unaweza kuwa na magonjwa ambayo umeyagonjwa na imepita siku nyingi, unakuja tu hapa kanisani, tunakuona unapendeza, lakini unakuwa na shida ambayo imekusumbua na umefanya siku nyingi, umekuwa mlemavu, umekuwa na shida yoyote ile, ujue ya kwamba Mungu ni mkuu kuliko hizo shida zote. Katika mafundisho ya mchana wa leo tutaona mifano ya watu ambao walikuwa walemavu na kupitia ulemavu wao walimweka Mungu nafasi ya kwanza, naye akawainua. Maana tunapokuwa na shida, tusikamate hizo shida na ziweze kututia nafasi ya chini, lakini shida hizo tuzikamate, tuweze kumwomba Mungu na kupitia yeye ataweza kutuinua. Na mtu wa kwanza ambaye ni mlemavu na amekuwa shujaa katika maisha yake ni mama ambaye wanamuita Fanny Crosby. Kuna mtu ambaye ameshawahi kusikia jina hili? Hakuna. Lakini niwaambie ya kwamba mambo ambayo ameyafanya, hatuwezi toka hapa kanisani kila Sabato na hatutumie moja kati ya matendo ambayo ameyafanya. Hatujue jina, lakini yale ambayo ameyafanya, hatuwezi toka hapa kanisani. Tunaweza toka kwa Sabato moja, lakini hatuwezi fukisha Sabato mbili na hatutumie moja kati ya matendo ambayo aliweza kuyafanya. Tusikie historia ya mama huyu ambaye alikuwa ni mlemavu. Fanny Crosby alikuwa mtumizi maarufu wa nyimbo za Kikristo aliyezaliwa mwaka wa 1812 nchini Marekani. Alipoteza uwezo wake wa kuona akiwa na umri wa wiki 6. Si semene tu. Alipozaliwa, baada ya wiki 6 akapoteza nini? Akapoteza namna yake ya kuona kutokana na matibabu yasiyofaa. Amegonjwa macho. Walipompeleka kwa mganga, akamtolea dawa ambayo haikuambatana na hayo macho yake, na tokea siku hiyo hakuweza kuona tena. Wakati nilisoma hapa nikajimagine sa vile sheba nouveau marié, sa madame iko mimba, fasi yote kwenye huko uto mwenye unakuwa huko na waza tu, unasema siku anazala nione tu kwa ule mtoto. Alafu unamzaa, unakuwa ndani ya furaha, unapogonjwa mahali ambapo anakwenda wanamuua macho. Iliwaza huo uchungu na nikasikia kwamba iliweza kuumiza wazazi wa huyu Fanny Crosby. Licha ya upofu, ilionyesha kipaji kikubwa cha ushairi na kuanza kuandika mashairi akiwa mtoto. Japokuwa alipoteza mwaye yake ya kuona, lakini alipokomaa alianza kuandika mashairi akiwa mtoto. Yeye alikataa kuona upofu wake kuwa kasoro. Hata akasema kwamba ikiwa angepewa kuona, yeye angekataa ufa. Japokuwa alikuwa ni kipofu, lakini kupitia huu upofu wake ulimtolea nguvu na akaweza kunena kwa kinywa chake ya kwamba angepata tamu wae wamtunze na aweze kuona. Yeye alisema hangeweza kuitika ile ufu.
sababu kupitia huo upofu wake ama huo ulemavu wake aliweza kudevelope na kuzongelea karibu sana na Mungu. Aliamini kwamba ulemavu wake ulimzuia kukengeushwa ama kupotoshwa na fahari za ulimwengu na kumruhusu kukazia kifikira kumsifu Mungu pekee. Wakati alikuwa amekuwa kipofu, ilituma anamzongelea sana Mwenyezi Mungu. Mawazo yake yote, japokuwa alikuwa kipofu, yalikuwa concentre kwa Mungu. Na ndio maana akisema iwezekane anaweza pata ofre, banamtunza, anapona macho, alafu anamuacha Mungu anaenda ndani ya mambo yake. Ndio akasema hata kapata ofre ambayo inaweza tuma aweze kuona, hawezi kuitika. Sijui kama leo hii kunakuwa na watu ambao wanakuwa na imani kama ya mama huyu. Historia inaendelea inaposema ya kwamba alisoma na baadaye kufundisha katika shule ya wasioona ya New York Institution for the Blind. Sijui kama nimeisema vizuri ndugu shirika, lakini ni hivyo tu. Katika maisha yake inasemekana kuandika zaidi ya nyimbo za Injili 8,000. Wimile haiko misa, wimile. Eske ndugu tuombe anakuwa hapa ama wengine wa entraîner. Ingewauliza tu maswali tokea wameanza kuimba na kwa umri ambao wameufikia mpaka leo wamekwisha kuandika nyimbo ngapi. Lakini yeye alikuwa kipofu na ameandika zaidi ya nyimbo 8,000. Alitumia majina bandia mengi ili kuzuia vitabu vya nyimbo visijae jina lake pekee. Sababu ya kuwa na nyimbo nyingi, aliweza kuzuia, kuna nyimbo ambazo ameziandika na akaweka majina ya uongo. Alikuwa mtu wa kujishusha. Imagine ingekuwa siku za leo unaandika nyimbo zako 8,000 alafu zimoja unaenda huko unazikompletea kwa jina za watu. Haingekuwa rahisi. Ingekuwa kwa siku za leo angesema basi waache tu waone ya kwamba mimi ninafanya nini? Ninakuwa na uwezo ya kwamba mimi ni mtu ambaye nakuwa na nguvu kwa kuandika nyimbo. Lakini yeye aliona ya kwamba nyimbo hizo zote zimejaa majina yake, na nyimbo zimoja akaanza kuzitosha hapo majina, akaweka jina lake, akaweka majina ya wengine. Na nyimbo zake maarufu ni pamoja na hizi ambazo tunaziimba mara nyingi. Na nyimbo moja ya zile ambazo ameziimba, unakuwa hii nyimbo moja ambayo tumetoka kuiimba hapa. Na ndio maana niliwauliza, je, tunajua jina lake? Wengi hatukumjua, japokuwa nyimbo zake nyingi tunaziimba hapa, kama hii ambayo tumetoka kuimba. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu, aliyejitoa maisha yake, tuwe nao uzima wa milele. Dunia sikia, msifu, msifu, watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu Mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Haleluya. Moja kati ya nyimbo ambazo tunazitumia Mungu atukuzwe ni nyimbo ya huyu dada ambaye ameandika anapokuwa nini? Kipofu. Usinipite Mwokozi. Tunaimba hiyo nyimbo saa yote, lakini ni huyu dada kipofu ndiye ameandika nyimbo hii, walio kifoni. Walio kifoni, tukiimba hapa nyimbo zake zote hatuwezi hata kusimaliza. Nyimbo nyingine, nimekombolewa na Yesu.
na sasa nimefurahi. Nyimbo hizi zote ni moja kati ya hizo nyimbo Louis ambazo ameziandika. Ndio maana mada kuu inasema ya leo, mada kuu ambayo tunaisoma, kupata nuru katika giza. Iwezekane huenda wangemtunza vizuri na aweze kuona, nyimbo hizi hangeziandika, lakini kupitia huu ulemavu wake wa macho kutokuona aliweza kufanya mambo makubwa sana na akaweza kuandika nyimbo hizi. Wanatuambia kwamba aliolewa na Alexander, mwanamuziki ambaye pia alikuwa haoni, mwaka wa 1858. Japokuwa alikuwa haone, lakini na yeye aliweza kuolewa na mume ambaye alikuwa haoni. Tunaona namna alikuwa kweli anajishusha. Wengine wangesema hivi, mimi sione, ngoja basi niolewe na bwana wa kuona ili awe ananiongoza. Lakini yeye alikubali kuishi na mume ambaye alikuwa afanye nini? Haone. Alijulikana kwa huduma yake ya kusaidia watu maskini na wenye mahitaji huko New York. Alifariki mwaka wa 1915 akiwa na umri wa miaka 94, akiacha urithi wa kiroho duniani kote. Wakati nimesoma historia yake yote, hapo mwisho tu ndiko nimependa. Aliacha urithi wa kiroho duniani kote. Hata tunaimba nyimbo zake hapa, tunajazwa. Wakati tunakuwa na shida nyumbani tunaziimba, lakini tulikuwa hatufahamu yule ambaye ameziandika. Ni mama huyu ambaye amekuwa kipofu tokea wiki 6 anapozaliwa, na unaona ameishi maisha marefu. Nonatkatra ni miaka za mingi. Leo hii unaona mtoto anapoeneza 18 basi mabega yanapanda ya kwamba amefanya nini? Amekomaa. Lakini mama huyu aliweza kufa anapokuwa na 94, akiacha urithi wa kiroho duniani kote. Niulize swali ndani ya mkutano ambao sitatamani mtu anijibu, lakini kila mtu ataweza kujihoji. Kwa umri ambao unakuwa nao leo, japokuwa wewe ni mzima, unakuwa na mikono, unakuwa na miguu, kichwa chako kinaenda vizuri, ni urithi gani ambao utaachia watu ambao umeishi nao unapofariki leo? Ujiulize tu moyoni mwako, mie niko mzima, nina miguu, ninaona, ninasema na ninasikia, lakini leo nikitoweka, ni urithi gani ambao nitaweza kuachia watu ambao ninaishi nao? Wale watu ambao naishi ndani ya aveni pamoja, wale watu ambao nashinda nao ndani ya kazi, wale watu ambao nafanya nao kazi ya Mungu hapa kanisani. Ikitokea leo unafariki, ni urithi gani ambao utaweza kuachia wale watu ambao unaishi nao? Mama huyu japokuwa alikuwa kipofu, lakini aliacha urithi mkubwa sana ambao uliweza kuwasaidia na hata leo unatusaidia. Na huu ni mfano wa mama huyu, na tunaona miaka mingi zimepita, lakini kwa sasa fikiria kijana mlemavu wa miguu leo hapa Goma ama huko kijijini, badala ya kukata tamaa anatumia mikono yake kuwa fundi simu ama walifarate, mshonaji hodari ama hawa wa tayeri, kama Fani alivyotumikisha ulemavu wake na kufanya kazi ya Mungu ambayo imeweza kumsaidia. Hawa watu wanahitaji huruma yetu, wanahitaji nafasi ama opportunity. Upofu wa kweli si wa macho, bali ni wa moyo usioona makuu ya Mungu. Ikiwa wewe ni mzima na hutambui ukuu wa Mungu, jua ya kwamba wewe ni mlemavu wa roho. Wewe ni mzima, unakuwa na miguu yote miwili, unakuwa na mikono yote miwili, unakuwa na akili ambayo inatumika vizuri, lakini unapofika mahali ambapo watu wanakuwa wewe ndio wa kulia saa yote, hautambui hata ukuu wa Mungu, ujue ya kwamba wewe ni mlemavu wa nini? Ni mlemavu wa kiroho.
Japokuwa huyu fani alikuwa haone, lakini tuone mambo ambayo ameweza kuyafanya anapokuwa ameishi. Mfano wa pili ni wa ndugu ambaye ameandika fundisho hili, nimemsema hata kwa mwanzo, wanamuita George Matheson. Amezaliwa kwa mwaka wa 1840 na akaweza kufariki kwa mwaka wa 1906. Wanatuambia kwamba alikuwa mhudumu wa Scotland ambaye aliingia katika historia kuwa mhubiri kipofu. Imejulikana sana. Alipoteza karibu macho yake yote akiwa na umri wa miaka 12. Venta ipo akaweza kupoteza hayo ama mwae yake ya kuona. Msiba huu uligeuza maisha yake kuwa juu chini. Atuka ilimpatia mateso makubwa. Mchumba wake akakataa kuishi na mume kipofu. Wakati alipoteza hiyo mwae yake ya kuona, hata mchumba ambaye alikuwa naye akafanya nini? Akaachana, akakataa kuishi na mume kipofu. Alivunja uchumba wao na huyu ndugu hakuoa tena. Wakati nilikuwa nasoma hapa, nilikumbuka wakati nilikuwa natarajia kuoa na nilikuwa naandaa mariage. Nilikuwa nawaza kila asubuhi natoka nyumbani, ninaenda na moto, na kila usiku ninarudia nyumbani na moto. Alafu kwa wale ambao wanazoea hizi barabara, kila jioni wanarudi, kila asubuhi wanashuka. Kuna wakati unaendaka unafika terminus, aksida. Unaendelea unafika mahali fulani, aksida. Unaweza toka hapo unafika Mvili, umeona aksida tatu. Alafu kuna watu ambao wanazoea kusema wakati uko na prepare mariage, shetani halalaki. Maana yake anatafutaka ba Maria. Alafu nikawa na hayo mawazo, nikakaa na mke wangu ambaye alikuwa kwa siku hizo mchumba. Alafu nikamuuliza tu, ikitokea tu niko naenda Mvile nafanya aksida, mguu na katika, eske unaweza ishi na mimi? Alafu kuna kitu ambacho Mungu amemtolea mke wangu, amemtolea sauti ambayo inakuwa kama vile anadeka. Okay, hawezi jua saa iko natomboka na hawezi jua saa yenye iko naongea na wewe. Alafu akaniona akatumia hiyo sauti akasema, hakuna vile vinaweza tuma nisiolewe na wewe. Alafu wakati nimewaza hapa, nikaona namna huyu ndugu alipokuwa amekuwa kipofu, chumba wake akaweza kumwacha. Na kweli namna nilikuwa nampenda mke wangu, angenijibu tu kakuwa kilema basi vinaisha, ingejisikia vibaya. Lakini Mungu ashukuriwe ya kwamba alinijibu vizuri, na leo nimemuoa na amejitolea hata na mtoto. Lakini huyu yeye fiancé wake aliweza kumwacha. Bado Mathesone hakuona ulemavu wake kama janga tu, lakini kama shule la kiroho. Haleluya! Japokuwa alikuwa amepatwa na huyu ulema, hakuona ulema huu kama janga, lakini aliliona kama shule la nini? Shule la kiroho. Tujifunze sisi ambao tumemjua Yesu kutumia majaribu zetu kama shule za kiroho. Usione shida inakuja, unaenda umefanya aksida, unaanza vivalisha watu, ni visukumizi. Unafanya kitu fulani, shida inakuja, unasema ni nini? Ni visukumizi. Hapana, kila kitu haiko kisukumizi. Hawa watu ambao tunawasoma hapa wangetumia mashida zao kama visukumizi, nyimbo ambazo tunaziimba leo ambazo wametunga hatungeliziimba. Lakini kupitia huo ulemavu wao wameweza kuwafrote na wamefanya kazi ya Mungu kupitia huo ulemavu, na ndio maana tunawasema hapa. Kwa hiyo unapopatwa na shida, kila kitu usikuwa unakivalisha watu. Na ugonjwa malaria ni bulozi, unafanya nini? Ni bulozi. Hapana, tusiishi hivyo, lakini tutumie shida zetu na iwe masomo. Shida zetu ziweze kutuzongeza pembeni ya Mwenyezi Mungu. Na katika sala maarufu alisema, Mungu wangu
sijawahi kukushukuru kwa mwiba wangu, mwiba ambao tumesema ni hiyo shida ya ulemavu. Nimekushukuru mara elfu kwa maua yangu ya waridi. Maua ya waridi ni rose, na tunaposema rose ni mahali ambapo mambo yanakwenda vizuri. Nimekushukuru mara elfu kwa maua ya waridi ama rose, lakini sio mara moja kwa mwiba wangu. Nifundishe thamani ya mwiba wangu. Unapokuwa na shida, ya kwanza ambayo utafanya umuombe nani? Umuombe Mungu akufundishe thamani ya hiyo shida ambayo umepata. Ndugu na dada zetu ambao umepatwa na mwiba wa ulemavu na leo umehudhuria mikutano, msikate tamaa. Haleluya! Tusiweze kukata tamaa, lakini tuseme ndani ya roho zetu, Mungu nifundishe thamani ya ulemavu wangu, sababu ni yeye anajua sababu ya ulemavu wako. Anajua huo ulemavu ambao unakuwa nayo, Mungu anajua hiyo sababu. Dada aliweza kwenda kwenye hospitali kwa majuma 6 macho yakafariki. Mungu alijua ya kwamba ataweza kumfanyia kazi na vizazi, hata vizazi viweze kutumia kazi ambazo amezifanya. Katika kitabu cha Wakorinto, mahali ambapo msomaji ametusomea, tumsihi aweze kuchukua hilo fungu kuu. Wakorinto wa pili sura 12, tusomee mstari wa 8 na mstari wa 9. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 8 na wa 9 inasema, Kwa ajili ya hicho nalikusihi Bwana mara 3 kwamba nitoke. Naye akaniambia, neema yangu yatosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifu udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Basi afadhali sana nitajisifu katika udhaifu wangu, uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Hii ni mesaji kwa wale watu wote ambao wanaishi na ulemavu. Na leo sikuweza kubahatika kuona kama tumeweza kuwaalika wale watu, lakini hii ni mesaji ambayo inaendea kwa watu wale. Na tunapoona mfano wa sasa, sababu hizi mifano ya ndugu Fani na huyu ndugu mwingine George ni mifano ambayo imekuwa kule Mumiluisa, lakini hapa kuna kwa mfano wa tatu ambao ni wa ndugu John Tada. Huyu John Tada ni mwanamke shujaa wa Marekani ambaye alipooza mwili mzima kuanzia shingoni kufuatia ajali ya kupiga mbizi. Kati nimekuwa nasoma Kiswahili hivi, kweli vilinisaidia kupata maexplication za mingi, lakini huyu John alikuwa mwanamke ambaye aliweza kupatwa na ajali. Na ajali hiyo aliipata anapopiga mbizi. Kupiga mbizi ni kuplonge ndani ya maji. Kwa wale ambao wanajua kuogelea, kuna namna wanaenda juu alafu wanaruka ndani ya maji. Sasa iwezekane wakati aliruka ndani ya maji aliweza kuangukia kitu kibaya, na wanatuambia kwamba ulemavu wake ulianzia kuanzia kwenye shingo hadi chini. Ndio vyenye vilikuwa natumika tu kwa huyu John, yeye ilikuwa ni kichwa tu. Kichwa tu ndicho kiliweza kutumika kwa huyu John, kuanzia shingoni kufuatia ajali ya kupiga mbizi ama plonge akiwa na miaka 17. Licha ya ulemavu wake, alijifunza kipaji cha kipekee cha kuchora picha nzuri kwa kutumia mdomo wake. Yeye alikuwa anafanya design anapotumia nini? Kutumia mdomo. Kama ni kalamu anaiweka kwenye kinywa alafu anaanza kuchapa. Sasa imagine bakakupatia hata big, uitie mkinywa uandike hata a upeke. Ni vyepesi. Tumeanza kusinzia. Meona wengi ambao wanasinzia,
Unakuwa mzee wangu ambaye wakati anasinzia unapomgusa anashituka, anakuambia nguo ya kwanza niko na baombea. Sasa usitombee saa hii sababu tumekwisha kuomba. Wanatuambia kwamba aliweza kutumia mdomo wake anapofanya kazi ya kuchapa. Wanatuambia alianzisha taasisi ya kimataifa John and Friends. Hii ni grupu ambayo aliweza kucreate inayosaidia maelfu ya watu wenye ulemavu duniani kote kupata viti vya mwendo wa matumaini. Ni mwandishi maarufu wa vitabu zaidi ya 45. Mtu ambaye anachora kwa kinywa, lakini tuone mambo ambayo aliweza kuyafanya, vikiwemo vile vinavyoelezea safari ya maisha yake ya imani yake thabiti kwa Mungu. John amekuwa mtetezi mkubwa wa haki za walemavu, akishauri viongozi wa mataifa kuhusu umuhimu wa usawa na heshima kwa wote. Ameishi kwenye kiti cha mwendo kwa zaidi ya miaka 15. Mtu anaishi mkiti tu plus ya 50. Je, tunaona jinsi Mungu ni mkubwa? Mungu ni mkubwa. Kwa maana unapopatwa na shida, unapendana tu na kijana ambaye alikuwa haiko hata fidele kuwe, mnapoachana unafanya desimene au kulaki. Lakini kuna wale ambao wameishi ndani ya kiti, kichwa tu ndicho kinatumika zaidi ya 50. Tumesikia wengine ambao wamejiua sababu ya mambo ya bure. Sasa mtu ambaye anajiua kwa ajili ya mpenzi wake, na unasikia mtu ambaye amejiua sababu amefanya ajali, amebakiana kichwa tu. Ule mwanajiua azuia kubakiana kichwa tu, wenda unaweza kumpatia rezo, lakini yeye anajichunga, anajua ya kwamba japokuwa nimekuwa mlemavu, sitatumia huu ulemavu ili uweze kuniangusha, lakini nitatumia ulemavu huu ili niweze kumzongelea Mwenyezi Mungu. Maisha yake ni nuru inayowafariji watu wanaopitia mateso, akiwafundisha kupata furaha na kusudi hata katikati ya maumivu makali. Aliyepooza mwili mzima, badala ya kulia kitandani, amekuwa sauti ya mamilioni. Leo tunawaona walemavu wa vita au ajali ambao wanatumia hali zao kutia moyo wengine waliovunjika moyo. Udhaifu wao unakuwa daraja la wengine kuvuka kuelekea kwa Kristo, kuliko kuanguka sababu ya huo ulemavu wao. Unawasaidia kupanda ndani ya maisha, lakini na kuweza kumzongelea Mwenyezi Mungu. Sasa japokuwa tumesema haya yote na kuona wale walemavu ambao wameweza kufanya mambo makuu, sasa ujiulize na uulize yule ambaye anasinzia pembeni yako, mguse, umwambie ni namna gani unaishi na watu ambao ni walemavu. Tuambie ni namna gani unaishi na watu ambao ni walemavu. Useme tu, uwaulize, wenda wanaweza kukutolea jibu kama ulikuwa ulijue, na uanze kuishi na hao walemavu vizuri. Tuishi namna gani na walemavu? Najua moja ya mambo makuu ambayo Yesu Kristo ameweza kutuachia ni upendo. Ni nini? Ni upendo. Yakobo anatuambia tuyahesabu majaribu kuwa ni furaha, lakini furaha hiyo huongezeka pale kanisa linapokuwa mikono na miguu ya Yesu kwa wale wenye mahitaji. Imani bila matendo imekufa. Haya yanakuwa katika kitabu cha Yakobo. Msomaji utusomee sura ya 2:14 hadi 17. Kitabu cha Yakobo sura yake ya 2. Yakobo sura yake ya 2 mstari 14 hadi 17 inasema, asante ndugu zangu, nifanye nini? Mungu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo, je, ile imani yaweza kumwongoa?
Ikiwa ndugu mwanamume au ndugu mwanamke uchi kupitia na mtu kwenu akawaambia, enendeni zenu kwa imani mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa imekufa, na imani isipokuwa na matendo imekufa, na nafsi imekufa nafsini mwake. Asante msomaji. Vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa ndani yake yenyewe. Sisi ni Wakristo, pamoja tuko wazee wa makanisa, wengine tuko waimbaji, wengine tuko washemasi, wengine tuko washiriki wema. Kila siku tunakuja kwenye maombi, si vibaya, tunakuwa na imani. Lakini tunapokuwa na imani hiyo bila matendo, Biblia imetuambia kwamba imani bila matendo ni nini? Ni bure. Sasa tuishi namna gani na hawa watu ambao wanaishi na ulemavu? Wanasema ya kwamba lakini furaha hiyo ongezeka pale kanisa linapokuwa mikono na miguu ya Yesu kwa wale wenye mahitaji. Na wanasema ya kwamba katika hiki kitabu imani bila matendo ni bure. Haitoshi kusema Mungu akubariki kwa mtu asiyeweza kutembea ama asiyeweza kuona. Unapombariki anasema, unapomtolea kitu anasema Mungu akubariki, ni vizuri. Lakini hapa katika fundisho hili wanatuambia haitoshi. Haitoshi kwa mtu asiyeweza kutembea ama kuona. Upendo wa kweli ni kumsaidia kupata vifaa vya kusaidia mwendo wake, kumpa elimu na kumfanya ajihisi kuwa sehemu kamili ya mwili wa Kristo. Tulipokuwa shuleni walitufunza ya kwamba usinitolee samaki, lakini unifunze kufanya nini? Kunoa samaki. Atakuja leo namupa 5000 francs, alafu anaenda naikula, kesho tena narudia. Huo ni kama mtu ambaye tumetolea samaki tu. Atakwambia Mungu akubariki, ni vizuri. Lakini katika fundisho hili wanatuambia haitoshi, lakini tuweze kuwapatia vitu ambavyo vitawasaidia ili nao waweze kujidevelope. Hivyo ndivyo tunapasha kuishi na wale watu ambao ni walemavu. Na sasa upendo wa kweli ni kumsaidia kupata vifaa vya kusaidia mwendo wake, kumpa elimu na kumfanya ajihisi kuwa sehemu kamili ya mwili wa Kristo. Ndugu na dada, mchana wa leo tumesoma mengi kupitia hawa ndugu zetu ambao wameishi wasipojiweza, wanapokuwa na ulemavu. Mungu aweze kutusaidia. Tunapowaona tusiwaone ya kwamba ni watu ambao hawafai, sababu watu wengi wameokoka kupitia vitendo vya hao walemavu wengi. Mungu atusaidie. Tunapoitwa Wakristo tusiwe tu tunakuwa na imani, lakini atusaidie imani hii tuiweke kwenye matendo, na hapa karibuni anapokuja tuweze kurithi ufalme wake katika jina la Yesu. Amen. Nawaza katika sehemu hii ambayo tumeitumia, tuliambiwa muda wa juma mzima ya kwamba siku ya leo tutaleta sadaka nyingi sana, na nimeona ya kwamba tumekuwa na roho nzuri, roho ya huruma. Wakati kwaya imekuwa imeimba hapa, tumetoa sadaka za sehemu ya kwanza, na sadaka hizo nimesema